Haya, twende basi kwa wale wenye kipato sasa. Wale wenye kipato. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Gwajima, nimemwona mme wako hapa. Wakati ametambulisha nimeona alivyosimama, tabasamu lake nilikuwa namwangalia usoni, linatoka moyoni. Na wewe ni waziri. Kuna mwanamke akishapata pesa anabadilika kwamba yeye ndo mwanaume kwenye nyumba. Anataka kumpeleka mwanaume na kumdhalilisha, kumuonesha kwamba wewe si lolote si chochote. Jamani, Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti. Mwanaume ni mwanaume tu. Kuna muda ukifika, uwe na pesa, usiwe na pesa, mheshimu mume wako. Kuna ubaya gani? Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya matendo mwenyekiti. Hawa bila kutulia mwenyekiti. Mheshimiwa, endelea. Nashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya matendo yanayotokea katika familia yetu, ndio maana leo nimemletea Mheshimiwa Gwajima kitabu hichi hapa. Hichi ni kitabu kimeandikwa na Dr. Mlenda Omari. Tulikizindua juzi Kigoma. Kinaitwa Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Huyu mzee kaandika kila kitu humu ndani kwenye kitabu hichi. Naomba wataalamu wa bunge mumkabidhi Mheshimiwa Waziri hichi kitabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wake zetu wanafundishwa namna ya kuja kutushambulia ndani ya familia. Ukisikia vipindi vyote, mwanamke ambaye amekubali kwamba mimi mume wangu acha atafute, mimi acha nikae na watoto, nilee watoto, anaonekana ni mjinga kwenye taifa hili. Wanamtangaza kama mjinga. Unakubaliaje kukaa nyumbani? Mwanaume anachagua mwanamke anayemtaka. Kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya kazi, na kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya biashara, na kuna mwanamume anataka mwanamke ambaye atabaki nyumbani na watoto wakati yeye yuko kwenye mapambano. Sasa elimu nyingi zinatolewa kwenye vipindi vya redio, ni elimu ambazo zinamuonesha kama mwanamke lazima utoke. Sasa wakati anaanzisha vita ya kutoka kwenye familia ambayo mwanaume alioa mwanamke ambaye atakaa nyumbani na familia, ndio hapo ekaeka zinaanza kutokea. Lakini manyanyaso wanayopitia wanaume ni mengi. Dr. Gwajima, tutengenezee system. Ndio maana umeona vinaanzishwa vyama sasa, tujitetee wenyewe huko mitaani. Vyama vya wanaume, wazee wanaume, kwa sababu tumegundua mnatushambulia. Yaani mmekaa kama mwanzo mwisho ni kutushambulia. Mimi nitakupa mfano mmoja mwenyekiti. Unajenga nyumba, mnajenga gorofa. Unampa hela mke wako kwamba simamia nyumba, mimi napambana, hakikisha nyumba inaisha ili tuweze kuishi na familia. Hela unazompa ananyofola, anaenda kujenga na weka nyumba yake kadogo. Wewe unajenga nyumba ya familia ili muishi pamoja. Yeye anatengeneza mazingira ya kujitegemea ndani ya ndoa. Haiwezekani. Inakuwa ni kama familia mbili ziko ndani ya nyumba moja. Haiwezekani mwenyekiti. Na unakuta bora hata ile nyumba ambayo anajenga basi ajiandika hata jina lake, ili kwa namna moja au nyingine hata siku akifariki na mtoto wako halisi ambaye umezaa naye mtoto, anaandika jina la mama yake. Mama yake kifariki, wanalisi makaka zake, na ni hela zako, hela za watoto wako. Haiwezekani mwenyekiti. Naomba sana Mheshimiwa Gwajima, Mheshimiwa Gwajima, ukipata muda njoo Kigoma nikukutanishe na wakina mama wajasiriamali ambao wako tayari kuwalea na kupambana na watoto pamoja na wanaume zao, lakini kwa heshima kubwa. Njoo nikupeleke soko Marungu, kuna wakina mama. Njoo nikupeleke soko la Kwanoti, kuna wakina mama. Njoo nikupeleke soko la kwa Kidagala, kuna wakina mama zaidi ya 300. Njoo nikupeleke soko la Gungu, kuna wakina mama zaidi